madhabahuni ni Jesus Generation, tayari kuwaletea Isaya 58:1-11. Saumu ya kweli. Kaa square, tega sikio tujifunze maandiko. Karibuni. Wow, God bless you. Unaambiwa ukae square, sio rectangle. Isaiah 58 from verse 1 to 12. Wakristo tunafunga mara kwa mara. Saumu ni nzuri because inathibiti imani yetu na kutosongeza karibu na Mungu. Si hata Yesu Kristo Bwana wetu alifunga siku 40. Queen Esther na Wanaisraeli walifunga from 3 days. Daniel naye akafunga from 21 days. Inamaanisha saumu ni nguvu kuu ya imani yetu sisi wa Kristo. Did you know that? Hivyo ndio inaendelea. Kwa makini kabisa. Isaya 58:1-11 inatuelezea aina mbili za saumu. Saumu ya unafiki au saumu fake na saumu ya kweli impendezayo Mungu. Haya, hebu tuchambue maandiko tujifunze sote. Mstari wa kwanza unasema, piga kelele usiache, paza sauti kama tarumbeta, wahubiri watu wangu kosa lao, na nyumba ya Yakobo dhambi zao. Wana temple, tumruhusu Mungu atukosoe makosa yetu leo. Sawa? Asante sana. Isaiah 58 mstari wa 2 inasema, walakini wanitafuta kila siku, hupenda kuzijua njia zangu, kama vile taifa waliopenda haki, wasioacha sheria ya Mungu wao. Kutaka kwangu amri zake, kufurahia kukaribia Mungu. Mungu, tusaidie tuzijue njia zako, sheria zako na haki yako. Niombi tunaomba. Amen. Vizuri kabisa. Isaya 58 mstari wa 3 inasema hivi, usema mbona tumefunga lakini hatuoni, mbona twajitabisha nafsi zetu lakini huangalii. Fahamu siku yetu ya kufunga kwetu, natafuta anasa zenu wenyewe, na kuwaelemea wote watendao kazi kwenu. Dear Church, kufunga kwetu ni kwa nia gani? Haya ni swali anauliza. Isaya 58:4-5 inasema, tazama ninyi wafunga, mpate kushindana, kugombana na kupigana kwa nguvu ya uovu. Vizuri sana Dorothy. Mfungi siku hii ya leo hata ya kusikizisha sauti yenu ya juu. Endelea kusikiza maandiko vizuri. Je, kufunga namna hii ni saumu niliyochagua mimi? Bwana anauliza. Je, ni siku ya mtu kujiadhisha nafsi yake? Haya. Je, ni kuinama kichwa kama nyasi na kutandaa nguo za magunia na majivu chini yake? Hivyo inaendelea. Je, utasema ni siku ya kufunga na kukubaliwa na Bwana? Vizuri zaidi, wapigie makofi ya watoto. Yesu alisema huu ni unafiki tu. Vizuri kabisa. Isaiah 58:6 inasema, je, saumu niliyoichagua sio namna hii? Ni kufungua vifungo vya uovu, kuzilegeza kamba na nira, kuacha huru walioonewa, na kwamba mvunje kila nira. Verse 7 inasema, je, sio kuwagawia maskini chakula chako na kuwaleta maskini waliotupwa nje nyumbani kwako? Uonapo mtu aliye uchi umvike nguo, wala
usijifiche na mtu wa damu moja nawe. Wapendwa, kumbe saumu ya haki ni kuwasaidia wasiojiweza. Tafakari haya. Vizuri kabisa. Naona umetambua saumu ambayo inakubalika. Isaya 58 mstari wa 8 inasema, ndipo nuru yako itakapopambazuka kama asubuhi, na afya yako itatokea mara, na haki yako itakutangulia. Utukufu wa Bwana utakufuata nyuma ukulinde. Ndipo utamuita Bwana, ataitika. Utalia nawe utasema, mimi hama. Oh, I like this message. Amen. Wow, I like that message. Amen and amen. God bless you. Mwangalie kwa sauti. Chukua nyingine. Pea kwa haraka haraka. Mwashie mara moja. Amen. 58:9 inaendelea kusema, kama ukiondoa nira isiwepo kati yako, wala kumnyosha kidole wala kunena maovu, na kama ukimkunjulia mtu mwenye njaa nafsi yake na kuishibisha nafsi iliyoteswa, ndipo nuru yako itakapopambazuka gizani, na kiu chako kitakuwa kama adhuhuri. Lo, habari njema hii. God bless you. God bless you. Isaya 58:11 inasema, naye Bwana atakuongoza daima, ataishibisha nafsi yako mahali pasipokuwa na maji, na kuitia nguvu mifupa yako. Nawe utakuwa kama bustani iliyotiwa maji, na kama chemichemi ambayo maji yake hayapungui. Na watu wote watapajenga mahali palipokuwa ukiwa. Atainua msingi ya vizazi vingi, nawe utaitwa mwenye kutengeneza mahali palipobomoka, na wenye kurejesha njia za kukalia. Naam, hizo ndizo thawabu za saumu ya kweli inayompendeza Mungu. Sasa umejua. Wow, pigie Bwana makofi mazuri, maana hizo ni ahadi ambazo Bwana aliziweka kwa wale wanaoifanya saumu ya kweli. Kanisa, sisi ni wana wa Mungu tuliokombolewa na damu ya Yesu Kristo. Tusikubali kitu chochote kile kitutenganishe na mafundisho ya Mungu wa kweli. Si madhabahu ya ukoo, si mizimu ya familia, na si maagano ya vibabu na minyani. I say no. Tukatae kabisa. Then tufunge saumu ya kweli, yes, inayompendeza Mungu. Please. Ambia madhabahu za kwenu zikuachilie uwe huru. Vile vibabu vilivyonena ya kwamba hautaendelea, vinyamaze kwa jina la Yesu. Kumbe funga kuna thawabu. Hata mimi nitaanza kufunga. Na wewe je? Vizuri, kawapigie makofi our little angels. God bless you so much. Dear Church, kuna ulinzi, uponyaji, ufanisi na kuinuliwa ndani ya saumu ya kweli na haki. Mungu, sikubali saumu zetu tunapofunga. Hallelujah, hallelujah.